Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji ambaye unatazama Bela TV, Masanja TV, UMTV. Mimi naitwa Uncle Benny. Tumefunga safari kutoka makao makuu ya Masanja TV, Bela TV na UMTV mpaka hapa Kimara Kona kwa ajili ya exclusive interview na mtumishi wa Mungu. Huyu ni mfanyabiashara lakini ambaye amegeuza eneo lake la biashara kuwa madhabahu ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu. Si mwingine, anaitwa Chido Point. Hapa tunaenda kujua mambo mengi sana kutoka kwake. Tutaenda piga exclusive interview. Usitoke hapo mwanzo mpaka mwisho ili kupata mambo mengi juu ya mtumishi wa Mungu huyu. Yes, madam. Shalom. Shalom. Unaitwa nani? Naitwa Chido. Chido. Yeah. Chido, hivi ni jina lako kamili au ni jina la kazi? Jina langu kamili ni Maria Wilson Mampanga. Chido ni jina langu la biashara. Ilikujaje hii? Ni jina tu nilikuwa natumia zamani, nikaona kwa nini siweke tofauti, maana Mary Beauty Salon, Mary nini ziko nyingi. Kwa nikaona kwa nini situmie jina la Chido, kumbe ni jina ambalo lilikuwa na baraka. Okay. Yeah. Kuna mtu alikupa au ni wewe tu uliamua kujiita Chido? Na ni maana yake nini? Yaani hata ukiniambia maana halisi sikumbuki wala sijui, ni huko usichana zamani, yani kila mtu tu anajiita anavyoamka. Sijui hata ilikuwa ni vipi. Okay. Mimi nikaamka na Chido. Okay. Ndio. Hii biashara yako ya ususi umeanza mwaka gani? Mimi nimeanza tangu mdogo, toka nasoma shule ya msingi nilikuwa nasuka zangu, sekondari nimesuka watu, nilivyoenda advance pia nilikuwa napata hela bwenini kidogo na kizi mahitaji kwa sababu ya kusuka. Nilivyoanza chuo rasmi nikafungua na saluni. Nilimwambia mzazi wangu mimi nataka nifanye biashara huko nasoma. Alikuwa nimuelewa. Kwa nikafungua saluni, nikaanza kusuka huko nasoma mpaka namaliza. Yes. Ndo hapa Kimara? Hapana, nimesoma Kampala, kwa nilikuwa Gongo la Mboto, nikaishi Tabata, nikafungua saluni, lakini msingi wa Chido Point kabisa umeanza Bonyokwa. Nilifungua Bonyokwa ndo nikaiita Chido Point. Na toka hapo nikaanza kupanda viwango, yani nikaanza kupanga viwango mpaka kufika hapa. Okay. Yeah. Na hapa una muda gani hapa? Hapa nina mwaka. Okay. Yani nikimaanisha kupanda viwango, nilianza na frame moja, nilidumu miezi 6 tu. Ni kutoka Bonyokwa nikahamia Kimara. Kimara nikakaa miezi 6 tu kwenye frame kubwa kuliko ile ya mwanzo. Ikawa haitoshi. Nikahamia hapo Bongo Kibo, nikapata vyumba viwili na seble. Nilikaa miezi 6 tu. Yani mimi namba 6 ina ushuhuda kwenye maisha yangu. Okay. Nikatoka hapo nikasogea nyumba ya jirani ambayo ilikuwa ina vyumba 3 na seble. Ili ndo nikakaa kama miezi 9. Nikaja kuhamia hapa sasa kwenye vyumba 6. Okay. Yes. Wewe unafikiri siri ni nini glow yani kwa haraka hivyo? Kila sehemu unaenda unakaa tu miezi 6 unakuwa siri ni nini? Mimi naona ni wakati wa Mungu, wakati sahihi. Naona huu ndio ulikuwa wakati wake sasa. Ndio maana hivyo, maana hakuna siri nyingine. Okay. Yes. Okay. Wewe umeokoka? Ndio, nimeokoka, nampenda Yesu. Okay. Umeokoka mwaka gani? Toka shule nimeokoka, japo kuna ile tunaanguka tunasimama, ila shule jitegemee pale nimeokoka, nimefanya vizuri. Nikatoka hapo mpaka nafika chuo, lakini mpaka natulia kabisa kwenye wokovu nimekomaa sasa. Nimesema sasa namkataa shetani na kazi zake zote. Yani ile usichana kutoka, sijui kunywa, sijui nini, niliviacha rasmi. Mwanzo nilivyoanza kufungua hii saluni ya Chido Point. Yes, ilikuwa kama 2022 hivi. Ila wokovu nimeanza muda. Okay. Ina maana kwa kipindi cha nyuma ulikuwa umeokoka, lakini kuna namna ulikuwa unajichanganya kidogo. Kuna ule uokovu ambao wasichana tunao unajifanya muokoka afu jenzi. Sijui akati tulikuwa ukiokoka umkataa shetani na kazi zake kweli kweli. Kwa hiyo nilikuwa nimeokoka, kusema tu nimeokoka ni rahisi. Kama hapa na kwamba nimeokoka nampenda Yesu na sali, utaniambia nini? Lakini mienendo yako, tabia zako, mavazi yako yanaashiria nini mbele za watu? Yes, wanaokuona wanaona uokovu, wanakutofautishaje wewe na wa mataifa. Okay. Yes, kwa hiyo nimeokoka muda sana, nimelelewa mazingira ya dini na nashukuru wazazi wangu, lakini hivi sasa nimeamua kusimama na Yesu. Okay. Na wasichana tumeokoka lakini tunatumia vileo. Kwa hiyo nimeamua sasa hata hivyo kileo sikitaki. 2022. Wow, safi sana. Wewe una kipaji cha uimbaji au unapenda sana uimbaji? Napenda kuimba na wengi wananiambia una sauti ya kuimba. Ushakutoa hata wimbo wako mmoja? Sijawahi, siwezi kusema mimi ni muimbaji kabisa, sijawahi. Ile inapobidi Bwana ametaka niimbe naimba. Saluni kwako kumekuwa mtu akija anaenjoy
Ndio. kwa kupata huduma ya kimwili na kiroho, yaani namaanisha kupendezeshwa. Ndio. Lakini pia kiroho anahudumiwa na nyimbo nzuri ambazo za pambio ambazo unakuwa unaimba hapa saluni kwako. Ndio. Hii huduma kwanza ulianza lini? Yaani mwaka gani ambapo uliona sasa ngoja nifanye hivi, na hii idea ilipatikanaje? Mimi kwanza tangu nafungua saluni yangu ya Chido Point msingi na kuanzia, mimi ilikuwa hata nyimbo za kawaida hizi upigi kwenye saluni yangu, yani nyimbo za kawaida upigi mpaka wadogo zangu wanajua ambao nimeanza nao. Tuka tunaenda baadaye ikafikia sasa navozidi kuzidiwa na wateja, nazidi kuzidiwa wateja wa aina tofauti, tunapiga tu nyimbo za kawaida, tunapiga gospel, lakini mimi mwenyewe kiu yangu yani kimpendeza Mungu ofisi yangu mimi isiwe hata na nyimbo moja ya kawaida. Ila changamoto za biashara tumeenda kwenye biashara rasmi sasa tumekuja kuanza mwaka jana mwanzoni kabisa. Ya tumekuja kuanza rasmi sasa, tukawa tunaimba wenyewe lakini hatushare kwenye mitandao ya kijamii. Sisi tulikuwa tunaona ni kitu cha kawaida tu pengine tunakifanya. Ya lakini mwaka jana mwishoni tulipata mtumishi wa Mungu akaja. Napenda anavyohudumia, ni mdogo wangu. Yes, anaimba. Nikamwambia leo kwa nini usituimbie? Ya tukaweka beats, tukaimba kama tunavyofanyaga. Baadaye nakuja kushare, mwitikio wa watu ulikuwa mkubwa sana. Yaani mwitikio wa watu walipenda tunachokifanya. Kwa kuanzia hapo ndio tukasema sasa rasmi tunaanza saluni kwetu. Tutakuwa siku ya Alhamisi na Jumapili, tutamsifu na kumtumikia Mungu. Ingawaje comments nyingine utapoteza wateja, unaharibu biashara, lakini sisi tukaamua kusimama upande mmoja. Ya tutataka kwa vuguvugu, kama itakuwa tumeharibu biashara kwa namna kumsifu Mungu, basi na iharibiki, tutakuja kufanya hata usafi kwa Masanja aweze kukatalia. Wanakuja hapa watu dini tofauti tofauti. Wale watu ambao labda pengine hawapendi kusikiza mziki wa gospel, kishazoea mziki labda wa kawaida, au wana imani yao ambayo hairuhusu kusikiliza mziki wa gospel. Ndiyo. Wale watu unawapata hapa, na wakifika hapa utaratibu wako ukoje? Wale watu ni wengi na wapata kwa wingi. Tena niseme uongo, wenzetu wenye dini tofauti na yetu ni wapo wengi sana, wanakuja kuni support. Kama leo ulivyokuja wewe Jumatatu, umesikia chochote? Hapana. Kupo Kimya. Kama hii sio ile saluni ambayo tunapostigi watu wanakuwa hivyo. Na uzuri nimeshasema mimi nina vyumba zaidi ya 6. Nina sehemu kama hapa tulipo, utosikia chochote hata kama tukiwa tunasifu na kuabudu. Kwa hiyo tunaheshimu dini za watu. Kwa hiyo tunawajengea tu mazingira ya kwamba akija siku ya Jumapili au Alhamisi, kabla tujaanza ibada huwa tunauliza mteja mmoja uko comfortable na hiki tunachokifanya? Akisema sawa, basi tunabaki naye pale pale. Akisema mimi hapana, sitaki kuonekana kwenye mtandao, sihitaji kusikia hizo kusifu na kuabudu, huwa tunawatoa tunawapeleka vyumba vingine ambapo na wao watakuwa comfortable na mambo yao. Katika hizo huduma ambazo unafanyaga Alhamisi na Jumapili, ushakupata ushuhuda wowote wa mtu kwamba baada ya kuja hapa, mbali na kupendeza, lakini pia nimehudumiwa kiroho, labda kuna vitu vilikuwa vinakwama katika maisha yangu, lakini baada ya kuimba hapa nimepona katika namna moja ama nyingine? Ushapata ushuhuda kama huo? Kwanza nimepata watu ambao wamesema mimi kuanzia leo nimeokoka, nampenda Yesu, namshukuru Mungu. Kuna watu wameokoka kupitia hapa saluni. Na pia jana kuna ibada, kuna mtu alikuwa yaliibuka mapepo. Nashukuru Mungu kuna watumishi wa Mungu, tukasaidiana, tukamweka pembeni, tukampa huduma ya kiroho. Alipotoka pale anajiona mwepesi, na ametuambia alikuwa anasumbuliwa na magonjwa, alikuwa anasumbuliwa na vitu mbalimbali. Sasa hatujui labda pengine Mungu ndo amemponya kupitia njia hiyo. Kwa hiyo shuhuda ziko nyingi, na wateja wakitoka hapa wanasema mimi kuanzia leo ni mteja wako, nimepata amani. Yaani vitu kama hivyo. Kuongezea nini baada ya zile clip kuonekana, waimbaji mbalimbali wanakuja? Wewe katika biashara yako kuna kitu gani ambacho kimeongezeka sana? Kwanza ni uaminifu, umeongezeka hata kwa wateja. Nimepata wateja hata nimepata watu wamenipigia simu kutoka nchi mbalimbali, wamenitia moyo nachokifanya ni kitu kizuri. Pia hata na imani kama sio leo basi hata kesho nitapata tu kuongezeka kwa wateja, japo tunakashwa tamaa usione hivi. Tunaambiwa ninyi mtaona wateja hapo hawapo, mtu amini. Lakini mimi siamini katika hilo. Mimi ninaamini wataongezeka. Yes, Mungu anawajua walio wake. Mungu atawajua walio wangu. Pengine kwa siku za mbeleni tutarajie ukifungua huduma kama kanisa, kwa sababu kuna msanii mmoja alikuja hapa mchekeshaji, akasema tukimchekea Chido atafungua huduma. Sasa hivi tutamuona na kanisa lake.
tutarajie vitu kama hivyo kwa siku za mbeleni? Huduma ndugu yangu ya kuwa unafungua kanisa, hiyo ni mambo ya kiroho. Ya usione tu mwitikio wa watu wamekuitikia, wamependa unachokifanya, ukaibuka tunafungua kanisa. Hapana, utakuwa ni hauendeshwi na moyo, unaendeshwa na mwili. Kwa hiyo mimi kusema kufungua kanisa, sina uito huo, sijui, sina kabisa. Mimi natamani tu kupata sehemu ambayo nitahudumia hata wanawake 200 at the same time, huko tunamwabudu Mungu, tunamsifu Mungu, yani tukaongezeka kwa wingi. Kwa natamani kupata eneo kubwa na imani watu wana kiu na hicho tunachokifanya. Okay. Yes. Katika huduma yako ambayo unafanya Alhamisi na Jumapili, kumekuwa wanakuja imbaji tofauti tofauti. Tulimwona Malkia Rose Mwando, tumemwona Angela, tumemwona mtoto Naomi, tumemwona Miriam Chirwa. Wale ambao wanapokuja vile unakuwa unawaalika au unaweka utaratibu gani wa kuja Alhamisi hapa au na Jumapili hapa? Kuna baadhi wananitafuta, wanasema tumependa unachokifanya, tunataka tushiriki. Na kuna baadhi mimi naweza nikamwalika kama Mama Rose. Mimi napenda, ni mama mzuri. Yani ni mama atakwambia ukweli. Akikubariki amekubariki kweli bila unafiki. Kwa hiyo nikamuomba mama, kama ikikupendeza na ikimpendeza Mungu, wewe ukikanyaga hii sehemu, kuna kitu kitabadilika. Na kama unavyoona toka mama amekanyaga hii sehemu akaacha baraka zake, unaona kuna vitu vimebadilika kweli. Kwa hiyo kuna watu tunawaomba na wengine wanajitolea tu wenyewe. Kama jana tulikuwa tuna mheshimiwa waziri Mary Priska, naibu waziri ya wanawake, maendeleo jinsia na makundi maalum, alikuja kututembelea. Ameona tunachokifanya, amependa, amechukua, amesuka. Sasa vitu kama hivyo tunamshukuru Mungu, anatuheshimisha kwa kweli. Hongera sana. Miriam Chirwa naye mlimwalika au aliomba kuja? Miriam Chirwa alikuwa ana